Ufunuo Publishing House mapema kabla kabisa ya mwanzo wa robo ya tatu ya mwaka 2021 inaungana nawe katika shangwe ya kujifunza Biblia kwa kukuletea Pumziko katika Kristo, mwongozo wa kujifunza Biblia wa kawaida kwa ajili ya watu wazima ufahamikao kwa kifupi kama ASL, mwongozo kwa ajili ya mwalimu kwa Kiswahili na Kiingereza, miongozo ya robo mbili kwa pamoja, yani robo ya tatu na robo ya 4, na mtoto wa ile ya kawaida kama inavyoonekana kwa Kiswahili, na mtoto wa ile kubwa kwa ajili ya mwalimu kama inavyoonekana kwa namna inavyoweza kukaa katika mfuko, na njia hiyo hiyo tunaweza kuwa nao kwa Kiingereza. Wasiliana nasi kupitia katika nambari zifuatazo: 0745858403 au 0656497659, na kutakia shangwe katika njia ya Bwana. Kizota Net Event, shangwe katika njia yake, shangwe katika njia yake. Kizota Net Event, karibu sana katika kipindi cha afya cha Kizota Net Event. Kipindi hiki kitakusaidia uwe na afya bora, uweze kuboresha afya yako, uweze kuongeza urefu wa maisha yako, uweze kusaidia mwili wako ili uweze kufanya kazi, uweze kusoma na kuendelea kielimu, uweze kusaidia familia yako, uweze kusaidia kijiji chako, wilaya na taifa lako, ili Tanzania iwe na watu wenye afya nzuri, wenye nguvu. Tajifunza afya nzuri kutokana na chakula bora, kutokana na mazoezi, kutokana na hewa safi, kutokana na kunywa maji safi na salama, na kutumia vitu vyote alivyotupatia Mwenyezi Mungu ili tuweze kulinda afya zetu. 90% ya magonjwa yote yanaweza kuzuiliwa kutokana na mtindo wa maisha, kutokana na chakula tunachokula na jinsi tunavyoishi, kuepukana na vitu vya hatari kama tumbaku, pombe na madawa mengine, na uwe na afya njema. Mungu awabariki. Rejea tena baada ya kuwa tumepata maneno hayo kutoka Kizota. Na Prince, naona dakika zinayoyoma. Yes. Tulitaka tukaangalie magazeti, lakini hebu tupite kwanza na hii. Watu 5 wafariki ya kusikitisha kidogo ambayo imejitokeza usiku tu jana wa kuamkia leo hapa. Ya kwamba kutoka pale mkoani Morogoro watu 5 wamefariki kwenye ajali iliyotokea usiku huu ya jana sasa eneo la 88 mkoani Morogoro, na kuhusisha magari matatu ambayo ni basi dogo aina ya Toyota Coaster, lori na gari dogo aina ya Toyota Cresta. Kamanda wa polisi Morogoro Fortunatus Muslim amesema chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa Coaster kutaka kuyapita magari yaliyopo mbele yake bila kuchukua tahadhari, akitokea Dar es Salaam kuelekea Mbeya kuzika, akiwa amebeba mwili wa marehemu pamoja na abiria. Jamani. Kamanda Muslim amesema hadi sasa bado haijafahamika idadi ya majeruhi, lakini miili ya watu waliofariki ambao ni wanaume 3 na wanawake 2 imepelekwa hospitalini. Habari ya kusikitisha.
tena inapata ajali. Inapata ajali na kuua tena marehemu. Kuua tena. I see. Haya, tuendelee kuwapa pole familia hizi na majeruhi, tuwaombee waweze kupata afya njema kwa kweli. Na maana inasikitisha kidogo. Ndio. Yeah. Basi tugeugie katika kurasa za magazeti ya leo, na mimi hapa mkononi mwangu nina gazeti la Mwananchi ambalo limepambwa na habari kede kede. Kibano kipya ni wateule wapya wa Rais Samia kubanwa na fungu la maendeleo. Madisi waanza kazi kwa ahadi nzito, wakuu wa mikoa watoa maagizo. Makala tangaza vita kudhibiti wizi mafuta bandarini. Mauaji ya askari wa Suma JKT yatikisa Kilimanjaro. Kishindo cha Fatuma baada ya siku 243. Wilaya ya Handeni ina waganga 6,600. Chadema kutikisa tena na operesheni haki. Mlisi wa Maalim Seif kuchaguliwa Novemba. Hofu mafuriko ya wanafunzi yazidi kutanda. Hizo ndio habari ambazo zimepamba gazeti hili la Mwananchi, na likiwa na habari picha kubwa kabisa ikimuonyesha mkuu wa mkoa wa Tabora Balozi Batrida Salha Buriani akila kiapo mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan jana pale Ikulu Chamwino jijini Dodoma. Ninalo gazeti la Habari Leo, habari kuu katika ukurasa wake wa kwanza wa gazeti hili kuna habari inasema Samia apandisha watumishi 70,437. Hii habari njema kwa kweli. Kabisa kabisa. Bwana watu wamepanda. 70,000 wengi sana. Mawaziri leo kujibu hoja zilizotikisa bajeti. Leo sasa. Leo ni leo. Asema kesho inabidi tumwambie Baraka kabisa kwamba kesho atupatie majibu hayo. Tunachelea kusema kwa zikijibiwa. Anachelea kusema. Majaliwa ataka mpango kazi matokeo. China ya muahidi neema miradi ya maendeleo. Lakini pia madisi wapya waapishwa, wafundwa. Tena. Ndio hivyo. Bwana. Kwa hiyo kuna kufundwa, unagongwa nani pale kiapo. Aliza. Tumeona kweli wamefundwa. Na hapo nimeona umezungumzia kuhusiana na swala zima la China, na utakumbuka basi jana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na Rais wa Jamhuri ya Watu wa China Mheshimiwa Xi Jinping akiwa pale jijini Dodoma. Yani Rais Samia alikuwa jijini Dodoma. Kwa hiyo akafanya mazungumzo na Rais Xi Jinping alianza kwanza kwa kumpa pongezi Rais Samia kuweza kuteuliwa kuwa rais, kuapishwa kuwa rais, lakini na pole kwa taifa zima la Tanzania kwa kuondokewa na rais wetu wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli. Lakini pia katika mazungumzo yao haya kati tu Tanzania na China zimekubaliana kukuza ushirikiano katika nyanja za uchumi, utamaduni, ushirikiano wa kimataifa. Na China imeahidi kufungua zaidi soko lake kwa bidhaa za Tanzania pamoja na kuongeza uwekezaji hususan katika sekta ya viwanda. Na Rais Samia yeye alishukuru na alitumia fursa hiyo ya hayo mazungumzo kutoa salamu za pongezi kwa chama cha kikomunisti cha China CPC kwa kuadhimisha miaka 100 tangu kuanzishwa kwake, na ameahidi kudumisha uhusiano wa kindugu na kihistoria uliopo kati ya chama hicho na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hapo mimi nimebidi tu nichagize kila ambacho kimejili katika mazungumzo haya ambayo pia yanaleta neema, na hata magazeti ya leo basi yamepamba habari hii. Nami katika gazeti la Majira hapa, gazeti huru la kila siku, Rais Samia ateta kwa simu na Xi Jinping. Ndio hayo ambayo nimetoka kukutaarifu mtazamaji walioteta. Madisi wapya waapishwa wakionywa kuhusu ubabe. Umesikia hiyo? Naam. Watakiwa kutowasweka mahabusu. Ulevi wasistizwa, uadilifu, kutenga maeneo ya wekezaji, watishwa zigo la kutatua kero za wananchi. Haya, madisi wapya wakionywa kuhusu ubabe.
Wabunge wacharuka posho za madiwani tena. Wakati tulifurahia siku zile jamani, wakati waziri wa fedha na mipango akiwasilisha bajeti yake kwamba wataanza kulipwa kila mwezi katika halmashauri zao huko. Makofi yalikuwa mengi, tena leo wamecharuka. Tutajua baadaye. Lakini mtoto mwaka mmoja hanyongwa. Hizi ndio habari zilizopewa kipaumbele katika gazeti hili la Majira. Ninalo gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari kuu katika ukurasa wake wa kwanza wa gazeti hili kuna habari inasema hoja 6 zinazohitaji majibu ya Mwigulu. Na kwa kweli mambo ya bajeti haya. Mheshimiwa Mheshimiwa Mwigulu hapa kwa kweli ajipange. Ni katika kuhitimisha mjadala wa bajeti leo hii. Sasa hizo hoja zimeainishwa hapa ikiwa ni pamoja na kodi ya miamala hapo kwenye simu hapo. Kodi za line za simu. Kodi ya mafuta ya taa na petroli. Maduka ya kubadilisha fedha. Asante. Kodi ya majengo kwa luku. Upigaji stempu za bidhaa. Asante. Yote yanaguswa maisha ya kila siku ya Tanzania. Anabidi aje atupe maelezo kwa kina. Kulikoni. Ya kwamba sasa wewe. Alafu bajeti imetanabaisha kwamba ni rafiki kwa Mtanzania. Lakini tukiona kuna baadhi ya maeneo yaani mimi nimepanga kwako afu nikulipie kodi tena kwa nyumba yako wakati nimepanga kwako. Wakati mwenye nyumba anatakiwa alipe. Fafanuzi itatolewa, usijali. Wewe usifafanue. Na sisi tutamtafuta mfafanuzi. Mbeya ashtukia upigaji stempu za kielektroniki. Bilioni 300 kuwalipa watumishi 70,400 kupandishwa madaraja. Lakini pia mahakama kuu yatengua uamuzi wa kamati maadili sakata la Fatma Karume. Wakuu wa mikoa walivyowafunda wakuu wa wilaya. Haya, na dakika nazo zinayoyoma, tutia nukta hapo kwa siku ya leo Prince. Kesho nao ni siku tutakuwa hapa kukuhabarisha, kukutanabaisha yale ambayo tutakuwa tumeyapa kipaumbele kwa siku nzima ya kesho, ambayo yanaanza leo asubuhi. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi mpaka itakapofika saa 6 usiku tutakuwa na mengi ambayo tutakupatia kesho asubuhi kupitia Sunrise Block hapa Hope Channel Tanzania. Mimi ni Nyamiti Kayura. Ninaitwa Prince Emmanuel. Asante sana Donald Fasco kushiriki nasi mwanzo mpaka mwisho. Umekuwa kocha mchezaji. Barikiwa sana, uwe na siku njema mtazamaji. Mungu akubariki. Ili kujenga taifa bora, tunahitaji shule na elimu bora. Na elimu bora inapatikana Ellen White School pekee. Meneja wa Ellen White School anawatangazia muhula mpya wa masomo kwa mwaka 2021. Ellen White School inafundisha kwa mchepuo wa Kiingereza. Mazingira yetu ni mazuri kwa ajili ya kusomea. Tuna walimu waliobobea katika taaluma ya ufundishaji na ulezi wa watoto. Kwa mwaka 2020, shule imekuwa ya kwanza kiwilaya na ya pili kimkoa. Mwanao akiwa Ellen White School atajifunza masomo ya muziki pamoja na michezo. Shule ni ya kutwa na bweni na ipo Nzuguni, kilomita 3 kutoka barabara kuu ya Dodoma Morogoro. Tunapokea wanafunzi wa awali, shule ya msingi na wanaohamia. Tuna magari ya kutosha na huduma ya usafiri ni ya mlango kwa mlango. Fomu za kujiunga zinapatikana kupitia tovuti ya shule ya www.ews.sc.tz au fika shuleni Ellen White. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0673443962.
Excellent College of Health and Allied Science. Karibu upate elimu bora kwa viwango vya juu, uhakika katika soko la ajira na kujengewa uwezo wa kujiajiri mwenyewe. Ni chuo bora cha afya kwa ngazi ya cheti na diploma, chenye maabara za mafunzo ya afya kwa vitendo, sambamba na mazingira tulivu na rafiki kwa mwanafunzi kujisomea fani zifuatazo: nursing and midwife, medical laboratory, pharmaceutical science na clinical medicine. Ili kutuma maombi yako, tafadhali tembelea tovuti ya chuo ambayo ni www.excellent-college.ac.tz kwenye ukurasa unaoitwa Tuma Maombi Sasa, au piga simu namba 0767956295 au 0677054628 na 0685849800. Waombaji wote watatakiwa kuwa na ufaulu kuanzia D au zaidi katika masomo ya sayansi. Ada zetu ni nafuu sana na malipo ni kwa awamu 4 ili kurahisisha namna ya kulipa, na huduma za hosteli zinatolewa bure kwa wanafunzi wapya wote. Chuo kinapatikana Tegeta Boko Msikitini, Tommy House, barabara ya Bagamoyo, jijini Dar es Salaam. Geita Adventist Schools, Pre-Primary and High School. Shule zetu ni za mchanganyiko, yani wavulana na wasichana, na inaendeshwa kwa misingi ya Waadventista wa Sabato, lakini tunapokea wanafunzi wa imani zote. Tunawatangazia nafasi za masomo kwa nafasi za kuhamia chekechea, darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, kidato cha kwanza, cha tatu na cha sita. Pre-Form 1 mwaka 2021 ni kuanzia tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2021. Kidato cha tano mwaka 2021 kwa tahasusi za PCB, PCM, CBG, HKL, HGL, HGK kuanzia tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2021, na kidato cha kwanza mwaka 2022. Mitihani ya kujiunga kwa wanaohamia hufanyika kila siku ya kazi isipokuwa siku ya Sabato. Kwa kidato cha kwanza mwaka 2022 ni kuanzia tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2021. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya simu 0763757717 au 0756938456 na 0759283719. Gongo la Mboto SDA Church tunakukaribisha katika changizo la ujenzi wa kanisa. Ni tarehe 26 Juni 2021 katika ukumbi wa Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Kampala. Mgeni rasmi ni Dickson Matete kutoka Mwanza, akisindikizwa na wageni maalum kama vile Kim Chong Tae kutoka Korea na wengine wengi. Pia kwaya mbalimbali zitahudumu siku hiyo kama vile Kurasini SDA Kwaya, Pugu SDA, Kingongo, Mzambarauni, Family Music, Gongo la Mboto SDA Kwaya na zingine nyingi. Nyote mnakaribishwa. Majengo Day 2021, chochote kwa Yesu nitafanya. Mkuu wa shule ya sekondari Ikizu anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa muhula wa mwaka 2021 pamoja na nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza na kidato cha 3. Shule ya sekondari Ikizu inatoa elimu ya sekondari kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha 6 katika masomo ya sanaa, sayansi na msingi wa masomo ya tehama. Pia kuna nafasi za Pre-Form 1 na nafasi za wanaorudia mitihani. Kwa kidato cha 5 kuna mchepuo wa HKL, HGK, HGL, HGE na EGM na CBG. Kwa kidato cha 6 mwaka 2018 imekuwa ni shule ya pili, mwaka 2019 imekuwa ni shule ya kwanza, mwaka 2020 imekuwa shule ya tatu kati ya shule 19. Shule ya Mapema wainjilisti wa vitabu na Ufunuo Publishing House wanaungana nawe katika shangwe njiani mwake kukuletea Kukua Kiroho kilichoandikwa na mchungaji Suleiman Mange, pamoja na Daniel na Siku Zetu na Ufunuo wa Mambo Yajayo, vitabu vilivyoandikwa na Robert Willand, pamoja na vitabu vifuatavyo ambavyo viliandikwa na Ellen G. White. Cha kwanza kikiwa Leo na Mungu, ambacho ndicho kesha la asubuhi la mwaka huu, Wazee na Manabii, Matendo ya Mitume, Ujumbe kwa Vijana, Jipatie Amani Moyoni. Wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0753126888 au 074645
0000. Hebu dumisha shangwe njiani mwake unaposoma. Uongozi wa shule ya Mbeya Adventist English Medium Pre and Primary School MAPSI unatangaza nafasi za kujiunga na masomo ya awali, nasari na darasa la kwanza kwa mwaka wa masomo 2022. Pia kuna nafasi za kuhamia darasa la kwanza hadi la 6 kwa mwaka 2021. Shule inapatikana jijini Mbeya, mtaa wa Iganzo. Shule ni ya bweni na kutwa na ina usafiri kwa wanafunzi wa kutwa. Shule ina walimu mahiri, mazingira bora, tulivu ya kufundishia na kujifunzia. Shule ina ufaulu bora kitaaluma, ni miongoni mwa shule bora sana mkoani Mbeya na taifa. Ada zetu ni nafuu na mzazi utalipa kidogo kidogo. Mitihani ya kujiunga itafanyika shuleni MAPS kwa siku za kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0764 001 303 au 0622 486 505 au 0765 933 115 na 0764 511 874. Nyote mnakaribishwa kwa elimu bora na maadili ya mtoto wako. Katika kiza nuru ikangaza na moyo wangu ukajaa furaha. Katika changamoto suluhu ikapatikana, uso pasina tabasamu. Nilipokosa nilikulilia na kupata faraja nyumbani mwangu. Kabla ya kulala nikasujudu pembeni ya kitanda changu, nitubu kwa ajili yangu na nyumba ya baba yangu, nikiamini yupo atagala Daudi aliyeshinda kwa ajili yangu. Pana shangwe moyoni, shangwe duniani, shangwe mbinguni, shangwe katika njia yake. Secondary School, shule inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato iliyoko Same, Kilimanjaro, inayotangazia nafasi za kujiunga na kidato cha 5 mwaka 2021 kwa michepuo ya PCM, PCB, CBG, EGM, HGE, HKL, HGL na HGK. Wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 6 parani mwaka 2020 walichaguliwa kujiunga na elimu ya juu katika vyuo mbalimbali. Zipo nafasi kwa wanaohamia kwa kidato cha kwanza, cha 3 na cha 6. Masomo ya Pre-Form 1 kwa maandalizi ya Form 1 2022 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2021. Shule ina mazingira safi ya kiafya na malezi bora kiroho, kimwili, kiakili na kijamii.